Usiku wa kuamkia tarehe 25 Machi mwaka wa 2001 saa 9 asubuhi ni siku ambayo itasalia kwenye kumbukumbu za nchi ya Kenya. Si kumbukumbu za furaha, ni kumbukumbu za huzuni na majonzi. Siku hii David Onyango almaarufu Agwambo na mwenzake Felix Mambo, vijana wa kidato cha 3 shule ya upili ya Kinyagoli, waliteketeza bweni la shule hiyo na kusababisha vifo vya wanafunzi 68. 58 kati yao waliteketea kiwango cha kutoweza kutambulika na wengine wengi kuuguza majeraha mabaya. Na baada ya kuhojiwa na wanapolisi, Agwambo na mwenzake walikiri mbele ya koti kwamba walitekeleza kitendo hicho kwa sababu ya chakula kibaya walichokuwa wakipokea shuleni, na pia hawakuwa wanampenda mwalimu mkuu wa shule hiyo David Mutiso. Lakini kumbukwa kuwa mikasa shuleni si jambo geni. Mnamo Septemba 6 mwaka wa 2024 asubuhi, taifa la Kenya lilikumbwa na majonzi kufuatia mkasa ambapo wanafunzi 18 wa Hillside Academy walifariki baada ya moto kuteketeza bweni lao mwendo wa saa 9 za usiku. Wanafunzi 16 waliteketea kiwango cha kutoweza kutambulika na wengine wawili kufariki wakipokea matibabu. Kutokana na mikasa kama hiyo ambapo serikali kupitia Wizara ya Elimu ilichapisha mwongozo wa usalama shuleni mnamo 6 mwaka wa 2008. Chapisho hilo kwa jina la Safety Standard Manual for Schools in Kenya linasheheni mikakati inayopaswa kutekeleza kulinda usalama wa wanafunzi shuleni kwa kuzuia aina mbalimbali ya mikasa ikiwemo moto. Kwanza, kulingana na chapisho hilo, kila shule inapaswa kuwa na kamati ya usalama yenye wajibu wa kufuatilia usalama wa wanafunzi shuleni, madarasani, kwenye mabweni na maeneo mengine endapo kutatokea hatari yoyote. Nikiripotia The Rising Star Radio, makala ya kumbukumbu, langu jina ni Paul Wanjala.